Haijalishi Mungu ana ujumbe mkubwa kiasi gani na maisha yako. It does not matter how big the message is from God. If you do not turn and look. Kwa sababu Mungu hajawahi kulazimisha maono yake ndani ya mtu. God cannot force his vision. Mungu hajawahi kulilazimisha neno lake ndani ya mtu. God has never forced his word. Matter of fact, Mungu akilituma neno kwa ajili yako na usilipokee, if God sends a word, huwa anatafuta jirani ambaye yupo kwenye mkao wa kupokea. He looks for someone else who is ready to receive. Unaitoa wapi? Anasema alikuja kwa walio wake. He came for those who are his. Wakamkataa. And they refused. Lakini kwa sababu anasema katika Isaya 55, but because he said in Isaiah 55, na neno langu halitanirudia bure. My word cannot come back to me. Anasema kama vile theluji ishukavyo kutoka mbinguni, just like how na ikainyeshea ardhi, na wala hairudi tena huko, and it cannot go back, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo kinywani mwangu, halitanirudia bure. Maana yake neno la Bwana likishaachiliwa, means when the word of God is released, kanuni ya ulimwengu wa roho halitakiwi kurudi mbinguni. It is not allowed to go back to linatakiwa kutimiza kilichosemwa. It is supposed to fulfill what kama lilikuja kwako na wewe haukutazama, if it came to you and linamtafuta yoyote aliyetazama. It will look for anyone. Na ndio sababu utagundua mara kadhaa kwenye Biblia, and that's why we realize that Yesu alikuwa anapita, anaenda mahali kwingine, Jesus was going somewhere else, anakutana na mgonjwa njiani ambaye sio yeye anayemtembelea, lakini yule mgonjwa anakuwa yuko interested kutazama kuliko anayetembelewa. But the person who is there wants to look than the one that he is going for. Maana yake ile siku isingekuwa Musa alipay attention, meaning that day if Moses, Mungu alikuwa anatafuta mtu mwingine. God was looking for someone else. Biblia inasema Mungu akaangalia duniani, the Bible says, kama yuko mmoja mwenye akili, if there is only one who is wise. Kwa hiyo kinachobadilisha mazingira katika ulimwengu wa roho sio mazingira yenyewe, ila ni ufahamu wa mtu juu ya yale mazingira. Ufahamu wa mtu juu ya yale mazingira. Yani Mungu anajithibitisha kwa jinsi unavyomfahamu. Na ndio maana Ayubu anaandika, anasema umjue sana Mungu ili uwe na amani. Maana yake ukiona una hofu kwenye maisha yako, kuna kitu unakijua zaidi ya Mungu. Kwa sababu Mungu ni mfalme wa nini? Because God is the Prince of Peace.